kama kuna wale wamesoma katikati yenu, wasimamisheni viti washindane na hawa. You also need representative in those parliaments. Kama hapa kuna mtu amesoma anaweza simama MP, asimame angengana na Keng'ara kwa sababu hakuna kiti ya mtu. Na mimi huwa nasema hivyo, simamisheni na tutawasupport na nitakupea role. Mimi sisimami, lakini hatuwezi kubali mbunge wetu ndiye mtu wa kwanza kwenda kuweka sign deputy president wetu aende nyumbani. We cannot allow. Na Keng'ara aambiwe tulikuwa tumeenda vizuri, lakini hakuja kutuuliza sisi kama wana Ruiru tunasema nini. Na mimi kesho nataka kuwaomba wale watu wote wako hapa, kesho nikitoka kazi tupatane Kiambu. Si tumeitwa public participation na sio ni sauti yetu. Tuende kesho, hata mimi nitaenda niseme kanisa la Ruiru sisi hatujasema vile mbunge wetu alisema. We are not in agreement with him. Haya mambo mengine yote ya basare na vile yeye hutupea chakula, hapo ni kitore, lakini hapo kwa sahihi alitukosea. Sasa mmejua mahali direction iko. Mimi nimeongea kama askofu wa eneo la Ruiru ya kwamba hatukuulizwa, na kwa sababu sisi hatuendagi bunge, kama tungepewa hiyo karatasi hatungesaini. Lakini kwa sababu kesho kuna karatasi imetolewa, muende tukiwa sisi wote. Ongea roho yako, kama una support utaandika una support, lakini mimi nitaandika I do not support, kwa sababu kanisa halihubiri chuki. Kanisa linahubiri kupatanisha. Kama na mimi hakuna mahali nimeketi nikasikia president wa Kenya akisema ako na shida na naibu wake. Wale wanasema hivyo ni wabunge. Wale tulichagua ndio wanaenda kwa bunge kusema wao wako na shida na yeye. Sisi wenye tulimchagua hatujaona shida yoyote. Na niambie finally, niwaambie hivi, 2027 mebakisha miaka ngapi? Watajua onaithuire tulika udutoe wengada tuikuga. Kwa hivyo wana Ruiru kesho, kama hamuna gari ya kwenda, mseme ni wape basi ya kanisa, mpelekwe pale Ruiru, twende hapa kwa hall, kila mtu awachilie sauti yake, kwa sababu wao wanaongelea huko na sisi hatujaongea. Ama wewe umeulizwa, wewe uko umesema kitu, na tukimaliza maombi ya wanabodaboda alafu tuombee hawa wajane. Kabla tuanze kupeana chakula, tutaombea naibu wa rais hapa. Lazima tuombee wale. Maandiko yanasema muombee wale wanafinyiliwa, muombee wale wanasukumwa. Onakene mwanata wa mundu uri ungi na kawa mutumia uri ungi, na in fact deputy president wa bururi wa Kenya atige kugio ni mwana wa ndigwa. Na niye menyagirira ciana ciake. Kwa hivyo na tumuombee, kwa sababu ofisi ya Dorcas iko hapa. Hata kama hamunge kuja ningemuombea, na hata Sunday kwa ibada nitasimamisha tumuombee. Mundu mwage twikira kwa tini kaone ndo magana matatu. Hatuwezi kubali. Na hiyo sio sauti ya Kengei, hiyo ni sauti ya askofu. Ya kwamba nchi yetu haitapotea njia kwa sababu ya watu walio na tamaa za kibinafsi. Just pray for your nation. Your nation Kenya needs your prayer. Just tell God to take control of this nation. Just speak to God. He hears your prayers. Ask God to protect the hierarchy of leadership in this nation. Ombea rais, ombea naibu wake, ya kwamba the relationship shall not be cut short by few people. The voice of this nation and the power of the sovereign power of this nation belongs to its people. If what is happening is not the will of people, it is not the will of God. God is not a God of division. God is not a God of separation. God is a God of unity. And when we sing our national anthem, we normally say that unity become our strength.
Baba, tunakupatia nchi ya Kenya kwa sababu tunajua ya kwamba ulitupatia nchi hii, na sisi hakuna nchi nyingine tunaweza hamia ama kwenda. Nchi ya Kenya ndiyo nchi ya baba zetu, nchi ya Kenya ndiyo nchi ya babu zetu, nchi ya Kenya ndiyo sote tunayoijua. Tunaikabidhi mikononi mwako jioni ya leo. Tunaombea uongozi wa nchi hii ukiongozwa na rais wa Jamhuri ya Kenya, Rais William Samoei Ruto. Tunaombea amani roho yake, tukiomba ya kwamba Mungu, hakuna sauti ama maelekezo yasiyofaa yatakayogeuza moyo wake na mapenzi yake juu ya nchi yetu. Tunaombea naibu wake, mtoto wetu wa mlima huu tuliokanyaga, ya kwamba Rigathi Gachagua atakuwa mikononi mwako, na kama kuna jambo, if there is any evil network operating to put him into shame, we disconnect him from it. Tunamuondoa katika hila yoyote ambayo haifai, imepangwa na mwanadamu ama nchi ya giza, haitafaulu katika jina la Yesu. Tumesimama hapa Mungu kuongelesha mbingu ya kwamba utamlinda, ya kwamba utapigana na anayepigana na yeye. Chukua ngao yako na mkuki wako, ukimbizane na naye mkimbiza katika jina la Yesu Kristo. Wacha njia za adui zake ziwe telezi katika jina la Yesu Kristo. Adui zake wasipate usingizi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kama Ibrahimu, umhesabie haki. Kama kuna jambo linapangwa kinyume na mipango ya Mungu, kama kuna jambo linalofanywa kinyume na mipango ya mbingu, kisifanyike na kisikamilike. Wewe Mungu usambaratisha mpango wa adui. Mshale unaokuja usiku na mshale wa mchana usimpate. May he overtake his enemies katika jina la Yesu. Kama kumeketi adui ndani ya bunge la Kenya anayependa kuona watu wakifarakana na watu wa vita, wewe sio Mungu wa vita. Wewe sio Mungu wa kukosanisha watu. Wewe ni Mungu wa umoja. Wewe sio Mungu wa chuki. Baba, usikubali chuki itamalaki Kenya. Usikubali kutoheshimiana kutamalaki Kenya. Tunaomba ombi hilo kama tumesimama katika huu uwanja, ya kwamba utalinda majeshi yetu, utalinda polisi wetu na viongozi wao, utalinda kila mtu katika hii Kenya, na kila mtu katika Jamhuri ya Kenya atakanyaga na kutembelea katika haki yake katika jina la Yesu. Mambo tulioambiwa, mambo tuliosikia na mipango ya kiserikali, tunaomba ya kwamba Mungu, watu walioaminiwa na wananchi wapatie nafasi ya kutumikia nchi yao, wapatie nafasi ya kutumikia nchi yao. Bariki kila mtu katika nchi ya Kenya na mapenzi yako yatimilike. Hayo ndiyo maombi ambayo tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Tumeombea nchi yetu na tumeamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Kwa hivyo mimi nitafikisha hapa. Ningependa kumuuliza